Hapa Kizaka Sekondari tuna miradi mbalimbali ambayo kimsingi tunaipokea kutoka serikali, kwa maana ya kwamba kuna miradi ya ujenzi wa miundombinu ya shule. Tuliweza kupokea miradi ya ujenzi wa vyumba vya madarasa viwili pamoja na ofisi. Kwa hiyo tuna madarasa mawili pamoja na ofisi. Tulipata pia ufadhili kwa maana ya fedha kutoka serikali kwa ajili ya umaliziaji wa ujenzi wa madarasa mawili matatu. Tukawa tumepata sapoti kutoka kwa ukamilishaji wa madarasa matatu, kwa maana ya kwamba yale madarasa yalianzishwa kwa nguvu za wananchi, lakini hatimaye tukaja kupata sapoti kutoka serikalini. Kwa hiyo tukawa tumekamilisha ujenzi wa madarasa matatu pamoja na ofisi moja. Mwaka 2024 tukawa tumepata fedha kwa maana ya ujenzi wa miundombinu tena ya shule, kwa maana ya ujenzi wa mabweni mawili, madarasa mawili pamoja na vyoo matundu 12 yenye jumla ya thamani za fedha za Kitanzania shilingi 316 milioni na laki 4. Kwa hiyo ujenzi huo unaendelea mpaka sasa na uko katika hatua za mwisho kwa maana ya ukamilishaji, ikiwa ni pamoja na hayo mabweni mawili yenye uwezo wa kugharimu kiasi cha fedha shilingi 240 milioni, lakini pia madarasa mawili, vyumba viwili vya madarasa vyenye thamani ya shilingi milioni 46. Hivyo basi madarasa hayo mawili yenye uwezo wa kubeba wanafunzi 80 kwa maana ya 40 kwa kila mmoja. Lakini pamoja na maendeleo ambayo yameendelea kutokea katika shule yetu, kwa sababu tayari shule yetu imepata hadhi ya kupata kupokea wanafunzi wa advance kwa maana ya kidato cha 5 na cha 6. Ndio maana serikali imeonelea ni vyema sasa shule yetu kuipeleka kwenye hadhi hiyo, na ndio maana tukawa tumepangiwa hicho kiasi cha fedha kwa maana ya ujenzi wa miundombinu. Hivyo tunaendelea kupambana kadri inavyowezekana katika kusimamia miradi hiyo, na hapa mpaka sasa ninavyozungumza hivi, maanake miradi hiyo iko kwenye hatua za mwisho za ukamilishaji, kwa maana ya mabweni mawili, madarasa mawili pamoja na vyoo matundu 12. Pamoja na ujenzi wa mabweni hayo mawili, mabweni hayo mawili kila moja lina uwezo wa kubeba wanafunzi 80. Kwa mantiki hiyo, maana yake mabweni mawili tutakuwa na uwezo wa kubeba wanafunzi 160. Hivyo basi maana yake kwamba hatutakuwa na shaka wala shida yoyote, kwa maana ya kwamba hata kidato cha 6 kama tutapokea watoto wa kidato cha 5 mwaka huu na mwakani kidato cha 6, maana yake hatutakuwa na upungufu wa nafasi kwa maana ya watoto hao kuwaweka sehemu pa kulala. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba tunashukuru jitihada za serikali kwa kuliona hili na kuhakikisha kwamba wanaboresha miundombinu katika shule zetu. Nirudishe pongezi kwa viongozi wetu, nikianza na Mheshimiwa Rais, mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli ni pongezi za dhati na pongezi kubwa ambazo ni lazima tuzipeleke kwake, kwa sababu hahitaji uchanganuzi au ufafanuzi wa namna yoyote kwa jitihada na kazi kubwa anayoifanya katika kuboresha kwenye sekta ya elimu. Tumeona mambo makubwa ambayo yamefanyika na mambo mengine mengi makubwa yanaendelea kufanyika. Ukiangalia katika sekta ya elimu, pamoja na udahili mkubwa wa watoto ambao kila siku tunaendelea kufanya katika shule zetu, lakini bado miundombinu inazidi kuboreshwa vizuri na inazidi kuongezwa, tena miundombinu yenye thamani kubwa. Hivyo ni lazima kwa kweli tuone kabisa mama yetu kipenzi anavyoona kuna kila namna ya kuweza kupambana, kutafuta fedha na kuhakikisha kwamba shughuli zote hizo zinaweza kuendeleza kwenye shule zetu ili kuboresha maisha ya vijana wetu. Hivyo tuna shukrani zetu za dhati kabisa tunazielekeza kwa Mheshimiwa Rais Dr. Suluhu Hassan kwa jitihada hizo ambazo ameziona, amezifanya kwa namna na jinsi anavyoona kabisa kwa mapenzi yake ya nchi, ili kuhakikisha kabisa kwamba mtoto aweze kupata elimu bora na sahihi na kwa wakati katika mazingira sahihi. Lakini cha mwisho nirudishe pongezi pia kwa Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, mbunge, kwa namna na jinsi ambavyo kwa kweli huduma na anavyopambana katika jitihada zake zote kutafuta rasilimali fedha. Kwa kweli ukiangalia katika jimbo letu la Iramba, kila kitu kinaonekana
na hii si kwa jitihada zetu, bali kwa nguvu kubwa ambazo mheshimiwa anazidi kupambana katika kuhakikisha maendeleo katika jimbo letu la Iramba yanaenda mbele, tena sio mbele tu, kwa kasi kubwa. Na tunamwombea sana aendelee kupambana, Mungu aendelee kumbariki, ili mwisho wa siku ndoto na malengo yake na matumaini yake yaweze kufika, kwa sababu tunaamini nia yake ni njema na malengo yake ni mazuri sana kwa wananchi, na si kwa wananchi tu, bali kwa nchi nzima kwa ujumla. Hivyo basi Mungu amjalie afya njema na wengine wote ambao wako nyuma yake katika kuweza kuhakikisha maendeleo ya nchi yanaenda kwa kasi.